As the director of the Healing School, Pastor Diola Phillips heartily welcomed the vast global assembly in a faith-stirring address. I'll share just a thought with you from Acts chapter 9 and verse 32. It says, "And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. And there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years, and was sick of the palsy. And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed." It was just an announcement. You know, I love that moment when the man of God says, "I bring you healing." That's an announcement, but it's an announcement backed up with the power of heaven. All of heaven and all of earth respond to that announcement. Peter just said, "Aeneas, Jesus Christ makes you whole." And then he instructed him, "Arise and make thy bed." And the next sentence is so exciting. The Bible says, "And he arose immediately." There was no delay. And that's what today is going to be like. It's going to be immediate. It's going to be sudden. It's going to be at once. You will take up your bed at once. You will stand up at once. You will open your eyes to see immediately. So participate, take your healing, and today we'll be singing your song of testimony. This is it for you. Today is your day. Glory, glory, glory be to God. A swell of wonder swept through the assembly as testifiers joyfully shared their extraordinary accounts of divine healing and restoration from previous editions of the Healing Stream. My name is Adrian. I'm from Argentina. In 2020, I had 2 surgeries in my heart. After these 2 surgeries, I wasn't able to walk again. So that's when I started to go to different hospitals, different places, trying to get healing for my body. I went to different provinces to see different doctors in different hospitals trying to get healed. After so many series of tests and examinations, the doctor said that I had diabetes, hypertension, and my arteries was blocked. After the surgery I had in my heart, I had 3 more surgeries in my arteries as well. I was taking like 12 pills a day. I had a lot of pain. I wasn't able to walk. My body was hurting very much. The doctors were not giving me any form of hope. Daktari hakuweza kumpatia tumaini lolote mpaka pale aliposikia habari ya mikondo ya uponyaji na mchungaji Chris. I decided to travel from Argentina to Nigeria to attend the healing streams. On the day of the healing service, I was on the stretcher. Then, Pastor Chris came towards me and ministered to me. And in that instant, I felt different. I knew that I was healed. And from the time Pastor Chris prayed for me, I went back to Argentina. I never took any pill or medication. It was a great change for me because before I wasn't able to walk. I live alone. So I had to do everything by myself. I wasn't able to go to the supermarket to get food. I wasn't able to do anything. But now I can walk, I can run, I can climb the stairs, I can go to the supermarket and buy stuff. I can do everything that I couldn't do before. God has healed me through the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, and I'm grateful. Praise God. Because you permit him to use you. You permit him to use you. And you seek for his presence to receive that stage that you have. I can tell any other one to. You want the glory? Oh, know this story. Look for Christ. Thank you very much, Hortensia. Thank you. Congratulations. Ongela. Thank you very much. Asante sana. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for has come. And I want to let you know there is no sickness, no disease, no power that can hold you down. This is your time to take your leave and walk out of that condition. The hour has come. Congratulations. This is your moment.
which was from the beginning, which we have heard sing and looked upon, that which our hands have handled. The word manifested in him was life, and the life was the light of man. The eternal love which was with the Father is now revealed unto us in flesh. The expression of his love and kindness now is made known unto us. Jesus Christ of Nazareth, God's truth revealed, the resurrection of life. Unto you, God's power, we declare. Jesus Christ, God's truth revealed, the resurrection of life. Unto you, God's power, there is power in the name of Jesus. That transcends all things and breaks every limitation. Believe and receive how you heal. His power is at work in this place and where you are. Again, do that again. King of eternity, you reign forever. Milele, unatawala milele, King of tawala daima. reign forevermore. You reign forever. Falme wa milele, unatawala daima. King of eternity, you reign forever. You reign forever. Thine is the kingdom, the power, and the glory. King of eternity, you reign forever. King of eternity. Well, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, is King of eternity. Ndio, ni mfalme wa milele. Reigns forever. Anatawala daima. Reigns forever. Anatawala milele. Reigns forever. Anatawala milele. Thank you, Lord. Asante Bwana. How gracious. How gracious you are. Umejawa na neema, How glorious you are. umejawa na utukufu. How glorious. How glorious you are. Na gani ulivyo na utukufu. Thank you. Asante, Thank you. asante, Thank you. asante. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. I see his greatness. Thank Naona you, ukuu Lord. wake. Asante Bwana. His goodness. It's the Naona uzuri October wake. edition of the Healing Streams live healing services. Ni mikondo ya And we are uponyaji. live here Na tuko mbashara hapa katika ibada za mikondo ya uponyaji. and verse 8 says, heal the sick, Ponya wagonjwa, safisha wenye ukoma, wafufue wafu, freely kemea pepo, received. mepokea bure, toeni bure. So much joy and excitement Kuna furaha kubwa sana katika ibada ya mikondo ya uponyaji. Tunavyoona wengi wanakuja mbele, mtu wa Mungu anawaita, wanakuja wakiwa na mategemeo ya miujiza. Na hii hakika ni wakati sahihi
mtu wa Mungu anaanza kuwahudumia mmoja mmoja. Tunaona wale walioponywa dhidi ya hepatitis. Ukimwi unapona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na anawahudumia kwa huruma kubwa sana. Na ndivyo ilivyo utukufu kwa Mungu, wako huru, wanafurahi kwa muujiza wao. Mtu wa Mungu anawahudumia watoto wenye kansa. Huu ndo mwisho wa kila aina ya kansa. Nguvu ya Mungu inapita na kila namna ambayo sio ya kawaida. Angalia na mhudumu huyo kijana mdogo, anaomba inuliwe juu. Mtu wa Mungu anaangalia ile kadi yake. Ndio amepona, sema utukufu. Katika Matendo 10 na anasema namna Mungu alivyompaka mafuta Yesu Kristo wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu, ambaye alienda akifanya mema na kuwaponya wote ambao walikuwa wanagandamizwa na pepo. Huo ni mwisho. Sheria ya ukombozi inatenda kazi ndani yao. Kila mmoja wao anapokea muujiza wao. Mtu wa Mungu anawaambia pepo waondoke, nao wako huru. Haleluya! Angalia furaha. Angalia huyo mama tayari anatetemeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu anaenda na anawahudumia, anawagusa. Neema ya Mungu inaponya. Huo ndo mwisho wa glaucoma. Mmoja mmoja wako huru. Wote wadogo kwa wakubwa wanafurahi leo. Zaburi 117 sema aliwaponya waliovunjika moyo. Naona wale ambao hawawezi kutamka wanapona. Namleta mtoto naye anapokea uponyaji wake. Na dozi ya Roho Mtakatifu kwa huyo kijana amepona, nao wako huru. Tukufu. Hypertension inafika mwisho, anawahudumia wawili wawili. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa katika mikondo ya uponyaji baada mbashara. Na huu ndio wakati sahihi wa mabadiliko. Roho wa Mungu, mtu wa Mungu anaamuru wale ambao wana kansa, akiamuru asma kutoka kwa jina la Yesu. Kisukari kinaanguka katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kisichowezekana na Mungu. Tukufu. Una kelele za niko huru, niko huru, niko huru. Haleluya. Pumzi moja kutoka kwa mtu wa Mungu anaamuru huyo pepo aweze kuondoka. Wameponywa jioni ya leo. Wenye hali mbalimbali za kiroho wanapona. Hiyo ni nguvu ya Roho wa Mungu. Wamepona kutoka pneumonia. Angalia, wako huru. Mtu wa Mungu anawapuliza katika macho yao. Bwana asifiwe, wako huru. Wakati huu wale ambao wako katika viti vya kutembelea wagonjwa, mtu wa Mungu anasema waje mmoja baada ya mwingine. This is their time. Huu ni wakati wao. Huu ndio wakati wao. Years of pain. Miaka ya maumivu. Kufumba na kufumbua. Watarudi katika furaha na sherehe. Kila mmoja wao wakitegemea kupata miujiza yao. Na mtu wa Mungu
anaanza kuwafikia. Huyu ana kisukari kwa muda wa miaka 12. Mtu wa Mungu anamuinua na tayari anamhudumia. Nguvu ya Mungu inamuingia katika mwili wake, kupita katika mwili wake. Anavuta hewa ndani na nje. Tayari amepona. Haleluya. Huyu ni Esther. Katika miaka 9 amekuwa na magonjwa ya moyo. Mtu wa Mungu anamwekea mkono katika kifua chako na anaamuru hao pepo kuondoka katika mwili wake. Anamwekea mkono kwenye kichwa chake. Nguvu ya Mungu. Naye amepona. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Gisela kutoka Ujerumani. Kwa miaka 6 amekuwa na ugonjwa wa mapafu. Mtu wa Mungu anaanza kuliamuru hilo pepo liondoke katika mifupa yake. Nguvu ya Mungu. Na mtu wa Mungu ametamka amepona. Haleluya. Giovanna ametoka Ujerumani pia. Amekuwa na shida katika pua yake. Amekuwa na arthritis. Toka. Nguvu ya Mungu inapita mwilini mwake. Johannes akiwa anajua kwamba wakati huu ndio wakati wake, anavuta hewa na kutoa. Nguvu ya Mungu inampitia na Johanna amepona. Haleluya. Mwangalie Johanna akitembea. Ana miaka 15 tu huyu. Ana kansa katika mapafu yake. Sarcoma. Miaka 15. Nguvu ya Mungu inampitia. Naye yuko huru. Yuko huru. Angalia anavyotembea. Jumaima anatoka UK akiwa na shida mbalimbali. Amekuwa akiugua kwa miaka 13. Magonjwa mbalimbali. You're free. The devil is gone. Yuko huru. Huyo pepo ameondoka. Yuko huru. This is Arthur. Huyo ni Arthur. Miaka 14. Akiwa na hypertension na magonjwa mengine mbalimbali kwa miaka 6. Nguvu ya Mungu inampitia sasa. Nguvu ya Mungu ikiharibu kila hali sio sawa katika mwili wake sasa. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu anampulizia, anaamuru pepo kuondoka. Yuko huru. Haleluya. Huyu ni Shindola. Shindola anaugua na abscesses. Hawezi kukaa katika kiti, lakini leo yuko huru. Sema utukufu. Na wakati huu hii kansa inamwacha huyu. Naamuru uvimbe kufa toka mwilini mwake. Huyo pepo ambaye yuko katika mwili wake, Roho mchafu wa giza, mwache. Yuko huru na hiyo inatoka. Oh, tukufu, tukufu, tukufu. Yesu ni wa ajabu. Wakati huu mtu wa Mungu toka. Huyu ana shida ya figo, shida ya moyo, lakini leo yuko huru. Huyu ni Andy. Andy anaugua shida ya figo. Mtu wa Mungu anamwekea mkono kifuani mwake.
Amepona. Yuko huru. Haleluya. Yuko hapa mahali. Angalia watu wakifurahi kwa miujiza yao. Daniel chapter 4 and verse 3 says, Daniel 4:3 inasema namna gani zilizokuu ishara zake na maajabu yake, na ufalme wake ni ufalme usio na mwisho, na utawala wake ni kutoka kizazi hadi kizazi. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Shande, Jesus is here. Shande, He is here. Yesu yuko hapa. Jesus is here. Yesu yuko hapa. He's here. Yuko hapa. Jo, mtu wa Mungu anawaita wale katika mstari wa uponyaji kuja mbele. A rendezvous of broken humanity. Tears are already streaming down some of their faces. Wanatoka machozi, wengine tayari wanatetemeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kabla ya mtu wa Mungu atakufika. Huyu mama ameponywa leo. Sickle cell anemia inapona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu anawahudumia kwa ukarimu mkubwa kabisa, kwa huruma kubwa. Na mikondo ya uponyaji hii inaenda katika kila bara, kila taifa, katika kila lugha. Nguvu ya Mungu imetumwa kuponya na kuokoa kutokea hapa. Wakati huu ndio mwisho wa kutokuona. Shida mbalimbali za tumbo zinapona. Magonjwa kansa zinapona. Huyu mtoto na mama yake ana kansa, mtu wa Mungu anampulizia, amepona. Hiyo kansa, uvimbe katika kifua, mtu wa Mungu anaachilia nguvu ya Mungu, anapona. Oh, tunaona wakipona mbele ya macho yetu. Nguvu ya Mungu inawapita, nao wamepona. Haleluya. Yeremia 30:13 anasema, nami nitawarudishia afya na kuwaponya magonjwa yenu yote, yasema Bwana. Mtu wa Mungu anaachilia nguvu ya Mungu kwa wale ambao wana uvimbe, glaucoma, anawapulizia kila mmoja wao macho, akifungua macho yasiyoona. Tunaona neno la Mungu hakika likiwa hai. Unaweza kaona huyo mtu ameugua sana, lakini leo ni siku yake, ni wakati wake. Kwa mguso mmoja, neno moja kutoka kwa Mungu, pepo wanaitikia, wanaamuriwa kuondoka, na watu wanakuwa huru. Sema haleluya. Wakati huu sasa ni wale, huyu mtu tayari ameshanyanyuka kutoka kwenye kiti cha kukalia wagonjwa. Haleluya. Oh, asante Bwana. Una miaka 72. Stiffness in the joints. Alikuwa na ugumu katika joints za mwili wake. Romania. Yule anayetafsiri Romania was diagnosed with ankylosing spondylosis and stiff joints. Joints zake zilikuwa zimekakamaa. Mtu wa Mungu ameita mkalimani. Come a little closer. Njoo karibu kidogo. Tell him I said he's healed. Mwambie amepona.
Glory to Jesus. Bend down. Aplacă-te. No. Inama. Aplacă-te. Hallelujah. Do it again. Fanya tena. 72 years old. Okay. Miaka 72. Walk down that way. Tembea. Okay. He'll ride around. Hallelujah. Sawa. Hallelujah. 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 Renewed like that of the Hallelujah. 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 Look at her. Hallelujah. Tell me. Mwambie. Tell me something. Niambie kitu. He's been so stiff in his whole body. Amekuwa mwili mzima umekuwa ni mkakamavu. Umekakamaa, hawezi kupinda. He couldn't cut his own nails. He could not put his own socks. Hawezi kukata kucha. Hawezi kuvaa soksi. So what you're seeing is a miracle here. Yes. Kwa unachokiona ni muujiza hapa. Yes, indeed. Hakika. Congratulations. Hongera sana. But I want to pray for him. Lakini nataka nimwombee. Njoo. He's healed. Amepona. Something amazing for him. Lakini kuna kitu kikubwa kwa ajili yake. This will never happen again. Hichi hakitatokea tena. That devil will never come back to him. Na huyo pepo hata kurudia tena. Precious Lord Jesus. Thank you. Bwana Yesu, asante. Nguvu ya Roho Mtakatifu. That's the power of the Holy Ghost. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Hello. Hey. This is Constance. Hey. She is here with breast cancer. Yes, but Kwa hapa na kansa ya matiti, lakini hiyo kansa imekufa. Instead of you dying from cancer, the cancer has died. Badala ya wewe kufa na kansa, hiyo kansa ndo imekufa. Njoo. So she's wearing a neck brace because they said it had metastasized to the spine. Amevaa mpira wa... Oh no, she's free. But she's free. Lakini yuko huru. Yuko huru. It's over. Ametoa huo mkanda alojifunga, yuko huru. Ndio. Yuko huru. Ndio. Nimekwambia. Completely free. Yuko huru kamilifu. All right. What's your first name? Jina lako la kwanza nani? What's your first name? Jina lako la kwanza nani? Okay, now I'm not sure what she said, but is that Constance? Constance, it's all over. Constance. Congratulations. Imekwisha. Hongera sana. And you know, na unajua this lady is saying wow to herself. She's wakati nafanya yeye anasema wow. Wow. Anasema wow. Is wow too. Wow. Ya kwako ni wow pia, njoo. Lucy was also diagnosed with breast cancer. All out. Na huyu pia all out. Ana kansa ya matiti. Yote imeondoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huyo pepo ameondoka katika jina la Yesu. Yuko huru. Lucy yuko huru. Haleluya. Tukufu kwa Mungu. Systemic lupus. Yes, sir. Your lupus. You're just 15. Ana miaka tu 15. Is any of your parents here? Kuna mzazi wako yeyote hapa? Okay, where is his dad? Baba yake yuko wapi? Enia Lu, 15 years old. Okay, there's a man coming over here. Is that your dad? Na mtu anakuja hapa, huyo ndo baba yako. You have a handsome son. Una kijana mzuri. How will the devil take him away from you? Na shetani anataka kumchukua. Hiyo haitotokea. That's not gonna happen. Hiyo haitotokea. Young boy's eyes are being filled with tears. You tell people about Jesus, right? Tawaambia watu kuhusiana na Yesu, tawaambia. He's been sickly. Amekuwa mgonjwa mara kwa mara. Sababu ibilisi alitaka afe, lakini haitoenda kutokea. Kwa pepo wa giza, toka katika mwili wake na usimrudie tena. The pains, the afflictions, maumivu, shida mbalimbali
all out. Yote zinaondoka. Njoo. Mtu wa Mungu anamshikilia, anamwachilia nguvu ya uponyaji ikimpitia. Yuko huru, yuko huru, yuko huru. Sema haleluya. Angalia baba na mtoto wanavyokumbatiana. Maisha mapya kwa huyo kijana, haitotokea tena. See the joy of the Lord in this family. Angalia furaha ya hii familia. Oh, glory, glory. Oh, utukufu, utukufu. Young lady, dada, you're only 19. Huyu Manuela na miaka 19. Again, this is a form of cancer that started in the muscle. Hii pia ni aina ya kansa ambayo iko katika misuli. She suffered for 10 months. Ameugua kwa miezi 10 sasa. Katika jina la Yesu Kristo. I have the authority to tell you you are cleansed. Nina mamlaka ya kukwambia kwamba umetakasika. Umetakasika kwa kansa yote, ya kila namna ya shida, kutoka kichwa chako hadi kwenye vidole vya miguu yako. Nenda kumtumikie Mungu na maisha yako. Nenda kumtumikie Mungu na maisha yako. Na amesimama. Pinda. Simama tena. Hiyo ni ajabu. Turn your body like this. Geuza mwili wako hivi. Yote imeondoka. Alikuwa hawezi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hallelujah. This is Alexander. Collapsed lungs. Huyu ni Alexander. Mapafu yamesinyaa. Ulienda kwa daktari? Was that where they told you your lungs had collapsed? Na walichokuambia kwamba mapafu yako from tuberculosis. Kutokana na kifua kikuu. Kifua kikuu. Well, cha mapafu. As I stand here in the name of Jesus. Ninaposimama hapa katika jina la Yesu. Kila eneo la mwili wako limetakaswa. Kutoka kwenye kichwa chako hadi kwenye unyayo wa miguu yako. Na nguvu zimekujia. Na wakati nimesimama hapa umeimarishwa. Kwa miaka 33 ameugua katika hii hali na mtu wa Mungu ameamuru hii hali. That's the power of God. Bring him back from him. Hiyo ni nguvu ya Mungu inampitia. Take a deep breath. In and out one more time. Vuta na kutoa hewa. Out one more time. As deep as you can. In and right out. Now a creative miracle is taking. Wakati huu muujiza unatokea. Mapafu mapya yameachiliwa katika mwili wake. Na yuko huru. Haleluya. Cerebral atrophy, hypertension and stroke. Hypertension na stroke kwa miaka 3. Sasa ukiondoka hapa, everyone you meet, kila yeyote utakayekutana naye, did you hear me? Mfanyie wema. To others. Kuwa na ukarimu kwa wengine. Nisikilize. Be kind. Kuwa na ukarimu. Be kind. Kuwa na ukarimu. Be kind to other people. Kuwa mkarimu kwa watu wengine. Right? Sawa. Don't harbor any bitterness or anger. Usiwe na uchungu wowote wala hasira juu ya yoyote. Unanisikia? Be kind. Kuwa mkarimu. Say, Lord, sema Bwana, I will be kind. Nitakuwa mkarimu kwa watu wengine. I will be kind. Nitakuwa mkarimu na nitasamehe wakati wote. Sema nitasamehe wakati wote. Wale walionikosea nitakuwa mkarimu. Now God is giving you another chance to live. Mungu anakupa nafasi nyingine ya kuishi. Simama uko huru. Muinue. He's free.
Uko huru. Glory be to God. This is Hello. Moses. Moses is Hello. 30 years old. She was diagnosed of arthritis. Arthritis, and this is Arthritis. Proliferative disorder. Hi. Hi. Moses is shaking Devil under the of power darkness, of you the come Pepo wa giza, toka. out of her body. Toka mwilini mwake. right now. Out of her body. Toka mwilini mwake. Let her go. Na mwache aondoke. Let her Power go. of God going through Moses Na right mwache now. huru. Every foul Pick devil her has up. left her. Muinue. She stands to her feet. Glory to God. Simama kwa miguu yake, utukufu kwa Mungu. Mtu wa Mungu anamhudumia na dozi ya nguvu ya Mungu. It's all over. She's free. Imekwisha. And that's it. Uko Moses huru. is free. Hallelujah. Yuko huru, haleluya. This is Esther. A lump in the Huyu ni spinal Esther. cord. Cyst Shida katika uti wa in the mgongo, womb, migraine headaches, dizzy spells, kuumwa kichwa, a lump in kipanda uso, the spinal cord. That's a bad one. tobo katika uti wa mgongo. Esther's shaking right now. She suffered these conditions Anatetemeka for wakati huu. 13 years. Man of God Ameugua kwa miaka 13. forward, lays his hands on her back. Mtu wa Mungu anamwekea mkono katika mgongo wake. A foul devil responsible for these conditions. Pepo anayehusika na hii hali The man of God right now. anakemewa na mtu wa Mungu wakati huu. Yuko huru, amepona. Amepona, haleluya. Esther on her feet. Glory to God. Anatembea, utukufu kwa Mungu. Oh yeah! Utakuwa huru kutoka kwenye shida zako. Ndio. It doesn't matter where you are now. Haijalishi uko wapi sasa. Maybe you're Labda in an auditorium Upo somewhere, in a kwenye church, ukumbi maybe, sehemu, on the field kanisani, somewhere, au uwanjani, au nyumbani, even in a car, au kwenye gari, in a hospital. hospitalini. It doesn't matter. Haijalishi. What matters is Kinachojalisha ni Jesus is here. Yesu yuko mahali hapa. He's here. Yuko hapa. He's here right where you Yuko are. hapa ulipo. And he loves you. Na anakupenda. Oh, I'm going to tell you about him in a moment. Takwambia juu yake But muda right si now, mrefu. Lakini wakati He huu wants you well. anataka uwe He mzima. wants you well. Anataka uwe mzima. I bring you healing Na kuletea uponyaji right now. wakati And huu. I'm so glad to bring it to you. Na nafurahi kukuletea kwako. I'm so glad to bring it to you. Nafurahi kuwaletea uponyaji. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Healing right there where you are. Uponyaji hapo ulipo. Every tumor dies in the name of Jesus. Kila uvimbe unakufa katika jina la Yesu. Doesn't matter for how long it's been there. Haijalishi How ni kwa large muda it gani, is. ni kubwa kiasi gani. You're being healed right now. Umepona You're sasa. being healed in your eyes. Umepona katika macho Even yako. cancer of the eyes. Hata kansa. Healing is macho. yours right now. Uponyaji ni wako In the sasa. name Katika jina of Jesus Christ. la Yesu Kristo. I command the pains to cease. Naamuru maumivu kukoma. Put your hand where you need that miracle right now. Weka mkono mahali unahitaji Put your muujiza hand. sasa. Weka If it's mkono your hapo. limbs, put your hand. Weka If it's mkono your yako. eyes, put your finger right in the eye. Kama ni macho yako, weka mikono kwenye If it's macho someone yako. who's deaf, Kama the sehemu ear, ambao help that one put mtu fingers haoni into the kwenye ear, sikio or you lake. can use yours. Msaidie kuweka kidole kwenye Maybe sikio even lake. you have a deaf ear or partial Au deafness, put weke your finger right into the deaf one. kidole If it's a chako. child, lay your hand on that Kama ni child. mtoto, weka mkono juu ya huyo mtoto. Wherever the problem is, put your hand there. Maybe your Sehemu yenye chest, shida, weka Maybe it's mkono, your labda heart. kifua, put your hand there. moyo wako, weka mkono pale. In the name Katika jina
of Jesus Christ, the Son of the living God. La Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. I command the pains to cease. Naamuru maumivu kukoma. To cease. Shida kukoma. Katika jina la Yesu. The Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Aletea uponyaji sasa. The blindness leaves you now. I command the deafness to go. The lameness to go. Kutokutembea kiwete kuondoka. Mwili wako uliovunjika kupona katika jina la Yesu. Even the fractures are being healed right now. Hata mipasuko imepona sasa. Be healed in your body. Pona mwilini mwako. Made every whit whole. Fanyika kila sehemu mzima. From the blood condition be healed. Toka kwenye hali ya damu. Pona katika jina la Yesu Kristo. Yes, you're being healed. Ndio. Of the Holy Spirit. Umeponywa. Right now. Umepona. Right now. Wakati huu. If you could not walk, get up on your feet and walk. Kama ulikuwa huwezi kutembea, inuka na utembee. If you could not see, start seeing now. Kama ulikuwa huoni, anza kuona. Start hearing now. Anza kusikia. Move your body, you're healed. It's done. You're healed. You're free. Umepona. Imetendeka, uko huru. You're loosed. Uko huru. You're loosed. Uko huru. I restore to you a feeling of wellness in the name of Jesus. Nahuisha hali ya uzima katika jina la Yesu. Ndio. A feeling of wellness is restored to you right now. Hisia za upona na zileta kwenu sasa. Start thanking God now. Anza kumshukuru Mungu. Thank God. He's done it. It's done. It's done. Imetendeka. Glory be to God. It's done. Hallelujah. Hallelujah. Imetendeka. It's done. Imetendeka. Oh, glory, 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 glory. Tukufu. Oh, Masakura Bakantara. Oh. Immediately send us your testimony. Wakati huu tuma ushuhuda wako. Tumia taarifa kwenye runinga yako hapo na kuangalia. Tutumie ushuhuda wako wakati huu. Tuweze kumshukuru Mungu. Mungu akikuponya unatakiwa useme. Ndio namna unampa utukufu. Ndio namna unampa utukufu. Oh, asante Bwana. Namna gani ulivyo mkarimu e Bwana wetu. Ulivyo mkarimu. How gracious the Lord is. Bwana alivyo mkarimu. Jesus makes you well. Bwana amekuponya. Ndio. Yes. And now it's time for you to act on that call. He came to this world in flesh. He cleared your debt. And he rose in victory for you. And you have to respond by giving your heart to him. To be born again is so simple. The Bible says if you believe in your heart that God raised up Jesus from the dead, and you confess with your mouth that he is Lord of your life, you will be saved. You will be born again. And you'll be able to answer that song, yes, I am born again. So let's do it right now. Everyone that is not born again, I want you to put one hand on your chest and stretch the other hand towards the screen right now. And I'd like you to say these words after me. It's a confession of your faith in the Lordship of Jesus Christ. And as you do that, according to the scriptures, you'll be saved, you'll be born again. Now say, oh Lord God, I believe in Jesus Christ, Son of the living God. I believe he died on the cross to save my soul. I believe God raised him from the dead, and he's alive today. I confess with my mouth that Jesus Christ is Lord of my life. From this moment forward, I receive by faith eternal life into my heart. I am saved. I'm born again. From today, I'm a child of God. Hallelujah. If you said those words of faith, God heard you, God answered you, and now you are born again. I'd like to pray for you. Precious Father, in the name of the Lord Jesus, thank you for everyone who at this moment has received Jesus Christ as Lord of their lives. They have received the Savior, they have received the Healer, and now a life of glory begins for them. Lord, I pray for each one that they will fulfill your plan and purpose for their lives, that they will bring forth fruit to your kingdom,
wamezaa matunda katika ufalme na wamekuwa tayari kwa ajili ya unyakuo wa kanisa katika jina la Yesu. Hongera. Now as you begin your journey in Christ, we would like to be a special part of your story. On the screen you see some details to get a free gift from us. Kwa hiyo utapokea zawadi ya bure kutoka kwetu, kitabu hiki kwamba sasa umezaliwa mara ya pili. Kwa utatumia